Niseme tu kwa dhati, Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimefurahi sana kunikaribisha ili nije nishiriki na ninyi kwa mara ya kwanza katika siku hii muhimu. Lakini nimshukuru pia Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha kumaliza uchaguzi salama, na niwashukuru ninyi hasa vyombo vya mahakama na vya kutoa haki, kwa sababu iliwagusa mioyoni mwenu na kutoa haki ya mimi kuwa rais wenu wa awamu ya 5. Kwa hiyo natoa shukrani sana. Lakini pia Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama kwa ujumla, napenda niwashukuru kwa kazi nzuri mnayoifanya. Ukweli kwa ujumla wenu na kwa asilimia kubwa mnafanya kazi kubwa sana ambayo wala haina complication. Tulipokuwa tumekaa pale nilikuwa nakuuliza, siku hii na yenyewe inaonyeshwa live? Ukasema hapana. Nikasema kwa nini ninyi hamtaki kuonyesha live? Mkasema mnataka mzitumie hizo hela za kuonyesha live kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Hongereni sana. Kwa sababu hapo nazungumza bilioni 3 kwa ajili ya kushughulikia kesi za uchaguzi. Lakini katika vipindi ambavyo tunaonyesha katika kipindi kimoja kwa wiki 2 au zaidi, ukionyesha live coverage unatumia bilioni 4. Kwa hiyo kwa busara ya kawaida tu ni vizuri uzikate kule milioni 4 za kuonyesha live, uzipeleke kule zikatoe hukumu kwa kesi za uchaguzi za waheshimiwa wabunge. Kwa sababu kupanga ni kuchagua. Na inawezekana mngependa pia hata mnavyotoa hukumu zenu kule muwe watu wanaona live. Lakini kwa mtu ambaye anajua anazingatia maadili yake na hasa anatumikia nchi maskini ambayo ina shida nyingi, unakuta wananchi wa Morogoro leo hawawezi wakasafiri kutoka Kilombero kwenda Ifakara kwa sababu hakuna communication. Na ni kwa sababu tu labda zimekosa shilingi milioni 900 za kumlipa kandarasi ambaye anatakiwa kujenga pale. Umeelezea hapa shida ambazo mmezipata mahakama, kwamba kwenye mwaka 2013 zilitengwa zaidi ya bilioni 26, baadaye zikapandishwa zikafika mpaka bilioni 41 kwenye bajeti iliyopita. Baadaye zikashuka chini kwa asilimia 70 zikawa bilioni 12.3, nazo hamjapata hata senti 5 leo. Kwa kiongozi uliopewa kuongoza nchi yenye changamoto za namna hiyo, ni lazima ukae na kufikiria ni wapi pa kupeleka na wapi pa kunyima. Na ndio maana nasema kwa dhati kabisa, Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama, mnafanya kazi ya Mungu. Mnafanya kazi kwa ajili ya Watanzania. Imagine mtu hao amekaa mahakamani kwa miaka 10. Maamuzi hayajatolewa, ni kwa sababu tu pamekosekana haki yake, na baadaye baada ya hukumu aonekana ameshinda. Hata kwa malaika tunaweza tusisamehewe. Kwa hiyo ndio maana nimeanza na kuwapongeza kwa kazi ngumu mnazozifanya katika mazingira magumu, lakini kwa faida ya Watanzania. Mimi sio mwanasheria, lakini ninazipenda sheria, kwa sababu nafikiri hata Mungu anapenda sheria. Ndio maana aliweka amri 10 akampa Musa ili sheria zikatekelezwe, ingawaje watu hawataki kutekeleza sheria. Lakini sheria ni sheria, na sheria ndio mahali pekee pa kuweza kutoa haki. Na ndio maana Mheshimiwa Jaji Mkuu,
nimeanza kwa kuwashukuru sana kwa kazi ngumu mnayoifanya, lakini siku zote mmekuwa mkimtanguliza Mungu ili haki za Watanzania, watu wa Mungu waweze wakazipata mapema na kwa haraka. Na ndiyo maana katika takwimu zako umeeleza ni kwa namna gani mmehangaika katika kutoa haki, kwa kutoa maamuzi ya haraka, na ukatoa hata masharti kwamba katika mahakama za mwanzo angalau kila mmoja minimum au ametoa maamuzi 260. Wako waliojitokeza wametoa mpaka 900. Lakini nataka nikueleze Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ni majipu hawa ambao hawakufikia 260 ndio majipu yako ulionayo ambayo unatakiwa uyashughulikie. Kwa sababu ninafahamu ninyi pia sio malaika. Kuna binadamu, na katika binadamu pia wanaweza wakajitokeza wengine ambao watakuwa wanaharibu kazi nzuri ya mahakama mnayotaka kuifanya. Haingilii akilini wewe Jaji Mkuu ambaye hata mimi uliniapisha, unatoa maagizo kwamba angalau kesi 260. Halafu mtu huyo anapinga agizo lako na bado unamwangalia tu, halafu leo unasema umempa siku 7. Sasa sina uhakika hizo siku 7 atazihukumu hizo kesi 260. Ninachotaka kukuomba, wale waliohukumu kesi 900, hata mimi nawapongeza sana. Lakini wale wanaoharibu sifa nzuri ya mahakama, ninaomba Mheshimiwa Jaji Mkuu uanze kuchukua pia hatua. Uanze pia kuchukua hatua. Tusipochukuliana hatua, hakuna kitakachofanyika. Hata mimi ninapochukua hatua zingine humu serikalini, msifikiri mimi ni mnyama sana. Mimi ni mpole kweli, lakini nafikia mahali pengine ni lazima ufanye. Inafika mahali lazima ufumbe macho useme lazima nifanye. Kwa sababu yanayofanyika ndani ya serikali ni ajabu sana. Niwatolee mfano tu, na ni lazima niseme tu kwa sababu ni lazima niseme haki. Ninyi wote hapo inawezekana mnajidai mna vitambulisho vya taifa, lakini hebu mcheki vitambulisho vyenu vya taifa kama vina signature zenu. Kama atasimama hata mmoja hapa mwenye kitambulisho cha taifa chenye signature yake, anyoshe hapa mkono. Hakuna. Lakini vitambulisho vilivyotolewa na Mheshimiwa Jaji Luvuva vina signature zetu. Yeye kwa fedha ambazo ni chini ya bilioni 70 ametengeneza vitambulisho milioni 22.7. Huyu kwa fedha bilioni 179.6 ametengeneza vitambulisho havikufika hata milioni 2. Kwa hiyo unapoamua kuchukua maamuzi, kwa sababu kuna watu walifikia nchi ya ajabu sana. Siku naingia madarakani ilikuwa ni shida kulipa mishahara ya watumishi, lakini kule makontena TPA yanapita bila kulipiwa ushuru. Na inawezekana hata tukiwaleta mahakamani mtawaachia ninyi waheshimiwa majaji.
Na ndiyo maana unaweza ukasimama mahali ukaona namna gani ugumu wa kuongoza nchi ambayo imeingiliwa na wadudu wa kila aina. Na ndiyo maana siku zote ninakuwa nasema, ndugu zangu, mniombee. Na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu, pamoja na kwamba una nguvu za kuhukumu, na mimi pia uniombee kabla ya kuhukumu. Kwa sababu tuna changamoto kubwa katika nchi yetu ya kuweka maadili yaliyo mema. Wako watu wanacheza na pesa kama wanavyotaka, na wapo watu ambao ni maskini sana katika nchi hii. Wako watu ambapo wakati wa bodi wanapoamua kukaa, wanaona hakuna hoteli yoyote hapa Tanzania ya kuweza kukaa wakati wa bodi, wanakwenda Ulaya kwa ajili ya bodi zao wanazokaa. Wakati mahakama ya Loliondo uliozungumza haina hata mahakama. Wakati hakimu hakuna hata pikipiki. Wakati kuna watu hata kupata mlo wa kwanza ni shida. Ndiyo nchi hii tulipofikia. Na ndiyo maana ninaomba mahakama, watoa haki mahali popote, kwa sababu mwenye uwezo wa kuhukumu humu duniani ni majaji na mahakimu, ukiacha ile hukumu inayotolewa na Mungu. Kwa hiyo ninyi mnamwakilisha Mungu katika dunia na katika nchi yoyote. Toeni hukumu kwa haki, lakini kwa hawa ambao wanaweza kuifikisha nchi mahali pabaya, toeni hukumu haraka. Na watu wenye hela wana mbinu nyingi. Ukimwambia kudhaminiwa hata kwa bilioni 5, watajitokeza wengi wa kumdhamini kwa bilioni 5, kwa sababu ameiba bilioni maelfu alionayo. Kwa hiyo ni waombe waheshimiwa majaji, waheshimiwa mahakimu, muitangulize Tanzania kwanza. Mkiitanguliza Tanzania kwanza, na hasa tunapoanza mwaka huu mpya wa mahakama, tutaweza kufika mbali na tutaweza kuwasaidia Watanzania wengi. Leo hapa Mheshimiwa Jaji Mkuu, nikitoa tu mfano, kuna kesi 442 za watu waliokwepa kulipa kodi serikalini. Zile kesi kama zingeamuliwa, gharama yake ni trilioni 1. Kesi hizi zimekaa tangu mwaka 2010 mpaka leo 2015. Na ile imejenga mazingira TRA wanapokwenda kumtafuta mfanyabiashara kusudi alipe kodi, anakimbilia mahakamani. Na mahakamani haziamuliwi. Kwa hiyo serikali sasa hivi tumekosa trilioni 1. Bajeti yako ungehesabu zile bilioni 40 zinaingia ngapi kwa trilioni 1. Lakini trilioni 1, hata kama ungeamua Tanzania tuwe na shirika la ndege letu linalojitegemea, mkienda leo mkagugo, thamani ya Airbus moja mpya brand new yenye kubeba watu kati ya 120 na zaidi ni dola milioni 90.6. Kwa hiyo ukizidisha kwa exchange rate ya sasa hivi, maana yake ni bilioni 140. Kwa hiyo trilioni 1 unaweza ukajua tungekuwa na Airbus ngapi mpya tumezishusha hapa. Maana yake tungekuwa na ndege zaidi ya 6 mpya. Na hizi ndege tungeamua sasa, badala ya kuwa msafiri anayekuja kutalii Tanzania lazima ateremkie Kenya kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa kule, angeteremkia moja kwa moja Kilimanjaro na tukapata utalii. Kwa sababu akishateremka uwanja wa Jomo Kenyatta ataanza kuwaona wanyama wako pale pale. Hahitaji kuja huku kwa ndugu zangu huku. Anarudia pale pale.
na wangekuja moja kwa moja, maana yake uchumi wetu ungepanda. Na ndiyo maana Mheshimiwa Jaji Mkuu, ninazungumza kwa dhati kabisa na kwa uchungu mkubwa, mahakama pia mtusaidie. Ninatoa mfano kwa hapa tu Kisutu, ambapo ni Dar es Salaam. Kuna kesi 26 ambazo wahusika walishikwa wakiwa na nyara za serikali, wengine meno ya tembo, wengine kadhalika, red handed. Kesi zile zimechukua zaidi ya miaka 5 hazijapata maamuzi, na katika maelezo yanayotolewa ni kwamba upelelezi bado unaendelea. Wapelelezi polisi wapo, DPP yupo, na wameshikwa watu red handed, lakini upelelezi bado unaendelea. Upelelezi unaendelea. Upelelezi unaendelea. Kwa hiyo unaona dhahiri kwamba inawezekana yule jaji alitaka kutoa hukumu, lakini DPP pamoja na polisi wanaohusika kupeleleza kila siku wanasema upelelezi unaendelea. Atatoa judgment gani? Kwa hiyo unaweza ukaona tatizo napo liko mahali gani. DPP huko hapa, upelelezi uishe. Ukimshika mtu red handed, mpeleke huko siku hiyo hiyo akafungwe. Unahitaji upelelezi gani? Umemshika na meno ya tembo anayo mkononi, umemshika red handed, bado unazungumza kupeleleza. Unapeleleza nini? Au unatafuta rushwa? Ninayazungumza haya ili vyombo vyote vinavyohusika katika kutoa haki vitimize wajibu wao. Tukifanya hivyo tutaisaidia hii nchi. Hata malalamiko haya Mheshimiwa Jaji Mkuu nayo yatoa ya kukosa development fund, mimi nikuombe basi leo katoe hiyo hukumu za hizo kesi 422. Robo ya fedha hizo nitazileta mahakamani. Kafanye operation hiyo trilioni 1, uitolee maamuzi, watu walipe hizo fedha. Ninakuahidi na ninasema kwa dhati, jua linawaka. Katika trilioni 1 hiyo, bilioni 250 nitazileta mahakamani, ili kusudi tubaki na bilioni 750 tukanunue ndege za serikali kwa ajili ya kuwa na Air Tanzania yenye uhakika. Lakini wale wafanyakazi wa Air Tanzania wale wote 200 tu retrench, waondoke moja kwa moja. Ninazungumza hivi waheshimiwa, kwa sababu nataka mabadiliko. Haiwezekani nchi kama Tanzania ina kila kitu, haiwezekani ikawa nchi maskini. We are supposed to be donor country. Tumebaki kuomba misaada wakati kila kitu tunacho. Tanzanite iko Tanzania tu, lakini wauzaji wakubwa wa Tanzanite duniani ni India, wanafuata na Kenya. Tuna ugonjwa gani? Shetani gani huyo ambaye tukaombe angalau aondoke kwa Watanzania? Kama ni kushindwa basi ashindwe akalegee moja kwa moja, ili Watanzania tuweze kufaidi na nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, inawezekana anaingia kwenye direction ambayo hukuitaka sana, lakini nataka niseme tu, kwenye mahakama za ardhi kuna kesi zaidi ya 556 ambapo msajili ameshindwa tu kuandika barua kwamba haya mafaili na yaleta kwenye mahakama kuu.
Na kesi hizo zingine zimechukua miaka 10. Waziri wa ardhi yupo, katibu mkuu wa ardhi yupo, kamishna wa ardhi yupo, msajili yupo. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo ninyi mahakama kuu mnashindwa kutoa judgment huku kwa sababu mafaili hayajaletwa na msajili wa Wizara ya Ardhi kuleta yale mafaili, kuyaleta tu mahakamani kusudi yakachukuliwe na yatatuliwe na haki itendeke. Hii ndiyo Tanzania. Hii ndiyo Tanzania. Juzi nilikuwa nazungumza, tuna mabenki zaidi ya 54 hapa katika nchi hii. Machifu executive wa wizara mbalimbali wanakaa na fedha. Katika fedha ambazo wanazikusanya zingine ni za serikali. Zile fedha wanaziweka kwenye akaunti za benki za kibiashara. Ukichukua fedha zote hizo zilizowekwa ni zaidi ya trilioni 1.6. Yale mabenki yanachofanya nikichukua hizo fedha za serikali zilizowekwa kule, wanaenda kukopa treasury bills kwenye BOT. Kwa hiyo serikali inafanya biashara na fedha zake. TANESCO wana bilioni 169, TANAPA wana bilioni hijui ngapi, TCRA and so on and so on. Na fedha zilizobekwa kule kwenye mabenki, kuna fedha zingine zimewekwa wala haziingizi interest. Kwa hiyo wanakaa watu wanagawana kwa kuzungumza kwao, na ndio maana kuna watu wanajilipa mishahara mikubwa. Mahakimu huku wanahangaika, hawana hata pikipiki. Wapo watu wanaolipwa mishahara mpaka milioni 35 kwa mwezi. To the same country. The same country, the same people. Kwa hiyo kinachofanyika, haya mabenki wala hayajali kukopesha watu wa kawaida ili business iende kama kawaida. Kwa sababu they do a big business with the BOT kwa kutumia treasury bills. Kwa hiyo ikihitaji hela kuuza kwenye mabenki haya, hayo mabenki haya yakihitaji kununua fedha BOT, yanatumia hizi hela zilizowekwa na machifu executive. Kama ni za TANAPA, hizo ndio zinatolewa, zinakwenda kununua huko, wanapata interest. Serikali ina move with its own money. Nilisema hizi hela zote zinafunguliwa account moja kwenye BOT. Full stop. Na hata mawaziri, Mheshimiwa Mwakembe anafahamu, zipo wizara zilizokuwa na fedha nyingi za retention. Nikawasikia juzi mmoja analalamika na mwingine hivi. Nikamwambia alete barua yangu ya kuresign aondoke. Hela hizi tunazishika. Hakuleta barua ya kuresign, maana yake amekubali hela ziwe monitored na BOT. Ili kusudi hela yetu tuielewe, itumike kulingana na maslahi ya Watanzania. Kuna shirika moja sitaki kulitaja hapa, lina bilioni 338. Limegawanya kwenye mabenki mbalimbali. Sasa kwa utaratibu huu, na kwa sababu they have money, wanaweza kudecide chochote na kuyumbisha serikali. Na ndio maana nilipokuwa nikifungua bunge nilisema tafadhali sana, my dream ni kuwa na mahakama ya hawa watu. Sasa sina uhakika kwa vile hawa ni mamilionea sana, kama hawa tawakorapti walioko kule watakao kuwa wanahukumu. Lakini angalau nina imani na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu. Harakisheni kuunda hii mahakama. Wala hatuhitaji kwenda mpaka kwenye bunge na kufanya mabadiliko.
Kama tuna mahakama ya kitengo cha ardhi, kama tuna mahakama ya kitengo cha biashara, kwa nini tusiwe na mahakama ya kitengo cha mafisadi? Twende haraka, huu muda tunaochelewa wanaichezea hii nchi. Mumenichagua kuwa rais wenu, niliahidi nitasema ukweli, na huu ndio ukweli nao usema kwenu. Huu mkate mdogo unaopatikana kwa ajili ya Watanzania ni vyema uwanufaishe wote, bila kujali dini zetu, makabila yetu, vyama vyetu, wote wafaidi na hii rasilimali ya Watanzania tunayoipata. Kwa hiyo ninapojaribu kuchukua hatua, ndugu zangu, Mheshimiwa Jaji Mkuu na waheshimiwa majaji, mimi sio kichaa, mimi sio dikteta, lakini angalau nataka nifanye sadaka yangu kwa kipindi nitakachokuwa naishi hapa duniani. Inawezekana hata baada ya kufa naweza nikawa hata rais kule wa malaika kidogo kidogo na kufungua. Kwamba ulitimiza wajibu wako. Mheshimiwa Jaji Mkuu, najua mengi ambayo nitaka niyazungumze leo, lakini nataka nikuhakikishie yale maombi yote uliyoyatoa hapa nitayazingatia. Umezungumza mengi ya kuboresha masilahi ya wafanyakazi wako. Umezungumza kutaka kupata fedha za development za kutosha ili ufanye kazi. Na kwa sababu wewe umejipanga kwa ajili ya hapa kazi tu, ni lazima nikusupport. Lakini na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu, naomba nisaidie kitu kimoja. Katika mahakama mna kitu kimoja ambapo huwa mnatumia fedha kwa ajili ya kuwasomesha wafanyakazi wenu. Ni kitu kizuri, lakini inawezekana pia mnajipa mzigo ambao sio wenu, kwa sababu kwa sasa hivi mnasomesha karibu wafanyakazi 540. Ukisomesha wanafunzi 540 na wengine wapeleke chuo kikuu, wakati kuna bodi ya mikopo ambayo ninaipelekea hela mimi kwa ajili ya kusomesha Watanzania, ni matumizi mabaya ya pesa. Wale wenye qualification wanaotakiwa kwenda kusoma, leta orodha yao wakasomeshwe kwa mkopo wa bodi ya shule, ili hizi fedha unazozitumia wewe kidogo kwa ajili ya kuwasomesha hawa ukazitumie kununua magari kwa hao mahakimu wanaopata shida. Ukatumie kubadilisha system, badala ya kutumia mafaili. Halafu mtu mmoja kalana akitaka kupoteza faili, anabadilisha tu direction. Analitoa hapa, analiweka hapa, ni chumba ni hicho hicho, mtalitafuta mwaka mzima hamtaliona. Sasa hizo fedha ambazo ninyi mnazitumia kwa ajili ya kusomesha, na inawezekana wengine ambao si watu wema, anaamua kumsomesha mtu mwingine, anaweza akamsomesha kuanzia darasa la 7 akampeleka mpaka form 4, akamaliza akampeleka mpaka chuo kikuu, wakati nje ya mahakama kuna watu waliomaliza chuo kikuu wenye degree za law na masters wanazunguka wakitafuta kazi, wamekosa. Wapo. Na ungetangaza leo, wewe niruhusu Mheshimiwa Jaji Mkuu niseme tu hata leo, wanaotaka ajira wenye degree, first degree na second degree ya law, utaona ofisini pale watajaa.
Kwa hiyo hata wale walioshindwa kuhukumu kufikia lengo ulioliweka wewe, mtoa haki, ulisema 260 na wao wengine wakakomea hata less than 100, unawabakiza wa nini? Huruma hii ndiyo inajipaka matope mahakama. Nimeenda Arusha, watu wanalalamika na nani yangu ya mirathi, watu wanateseka, na hasa kwenye mahakama za mwanzo. Mahakama za mwanzo ni kilio, lakini inawezekana tumeweka watu ambao hawana qualification, tunawabeba tu, wakati kwenye field wako wengi waliosoma, hatutaki kuwaajiri, na vijana wanalalamika hawana employment. Wewe umekaa na watu kule ambao unawabeba tu, na hata kuhukumu hawawezi kuhukumu kwa sababu they don't have qualification. Upstairs they are not fined, ni tabula rasa. Sitaki kuingilia mahakama kwa sababu mtaanza kusema ameingilia mahakama. Mimi ninasema yanayonigusa kwenye moyo wangu, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni lazima tufike mahali tuamue kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Nchi yetu ni muhimu kuliko kitu chochote. Na ndio maana saa nyingine nafikia kila siku tunaidiwa vya ahadi vya ajabu na vyenye masharti ya ajabu. Nimeamua nchi iende, na itaenda. Anayefikiri hata ikwamisha atakwama yeye, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Na watu ninaowategemea sana ni mahakama. Mahakama unafunga kila mmoja. Hata rais nikitaka kufungwa na mahakama anafungwa. Mbunge anafungwa, nani anafungwa? Ninyi ndio wenyewe. Na ndio maana nguo zenu labda nyekundu, maana yake damu hiyo. Na mimi leo nimejaribu kuigaiga kidogo, nikavaa angalau tai nyekundu. Lakini mahakama zetu tukisimama imara kwa ajili ya masilahi ya nchi yetu, tutakwenda. Na mimi nakuhakikishia Jaji Mkuu, kweli nasema fedha za development nitawapa. Na Mheshimiwa Mwakembe uko hapa leo, katika budget ya mwaka huu lazima tuweke fedha nyingi kwa ajili ya mahakama. Halafu washindwe wao, mwaka kesho nitasema hapa. Niliwapa hela kiasi hiki, tena nitawapa kuliko budget zote ambazo mmepewa. Kwa sababu makusanyo yapo. Wakwepa kodi lazima walipe. Hata kwenye maandiko anasema ya Kaisari, mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Hata Marekani wanalipa kodi. Leo nilikuwa naangalia kwenye taarifa ya habari, mchezaji mmoja jiwa wapi amekwepa kodi, amehukumiwa kufungwa. Sisi wakwepa kodi hawafungwi. Akitoka natoka kule, alafu anaanza kutamba na fedha zake. Ifike mahali mahakama mtusaidie, muwafunge wakwepa kodi. Ni lazima tubadilike. Lakini pia kama mtu amekwepa kodi mmoja, halafu wengine wanalipa kodi na wanauza bidhaa hiyo, it's not fair. Kwa sababu hata competition ya wafanyabiashara inakuwa ni fair. Yeye ameleta kwa kukwepa kodi, halafu mwingine amelipa kodi. Aliyekwepa kodi bidhaa zake atazishusha chini. Akishashuka chini, huyo mwingine hatafanya fair competition. Kama hataki kufanya biashara, aache. Wafanye wanaotaka kufanya biashara, lakini na serikali ikusanye kodi yake. Kwa hiyo mimi nawategemea sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama. Kweli nawategemea. Masilahi yenu mimi wala sina tatizo. Sijui magari, sijui mshahara kupandisha, sijui nini. It's not an issue. Kwa sababu si ninyi ndio mtatusaidia kuzipata. Kwa mfano hiyo trilioni 1 nikiipata baada ya siku 5 ikapatikana, una bilioni 250 mimi nakupa.
Hukumu tu haraka haraka walipe. Document zipo, mtu anakwepa kwepa. Kwa hiyo saa nyingine tunajiumiza sisi wenyewe. Panakuwepo na mtu mmoja, kesi kila siku inapigwa tarehe. Mara hakimu anaumwa, leo hajisikii, leo ana family problem. DPP naye bado tunaendelea kupeleleza. Polisi naye hivyo hivyo. Tunabaki kuwasumbua tu watu wa magereza, kila siku kuwabeba, kuwapeleka na kuwarudisha. Halafu tunatumia hela kwa sababu kila mwezi lazima nitenge bilioni 1.7 kwa ajili ya chakula cha magereza. This is our country. Tunatakiwa tuibadilishe sisi. Tusitegemee mtu mwingine kutoka nje wa kuibadilisha Tanzania. Kila mmoja ajikomiti katika mahali pake alipo. Kama ni jaji, toa hukumu kweli haraka haraka. Kwa mfano wale waliohukumu wakatoa maamuzi zaidi ya kesi 900. Niletee majina yao na mimi niwaandikie barua ya kuwapongeza. Na hiyo ndio motivation. Na hata kama ni kuwaongezea mshahara, hao ndio wa kupromote. Nchi yetu hii tuna majaji wazuri mno. Lakini saa nyingine tunawa discourage wakishamuona mwenzake anafanya ya ajabu. Yeye kila siku anahukumu kwa msimamo mzuri, mwenzake anafanya mambo ya ajabu. Na ndio maana hata majaji hao waliostaafu ukiwaona ni wembamba tu kama mimi. Na muona Jaji Msumi yuko hivyo hivyo. Jaji yani hivyo hivyo. Mheshimiwa Jaji Bomani yuko hivyo hivyo. Hata ukimwangalia jaji aliyesimamia uchaguzi wa Tanzania, alimtanguliza Mungu, wakamwekea maneno mengi kwenye mdomo, lakini akasimama imara. Na mimi nikapenyeza nikawa rais. Who I am. Ingawaje najua na kipata cha moto kwa sababu kazi ni ngumu kweli. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nisingependa nipoteze muda wenu kwa mwingi, lakini nasema kwa dhati nina imani kubwa na mahakama. Nina imani kubwa na wewe. Ninafahamu changamoto zilizopo ni nyingi. Ni nyingi. Lakini nataka kukuhakikishia tutazitatua wote pamoja. Naomba watendaji wote wa mahakama mniamini. Sitawaangusha. Sitawaangusha na nitafanya kazi kweli na ninyi. Mna watendaji wazuri. Ninajua wataziwasilisha shida zenu. Na kwa sababu sasa hizo fedha hamjapata zozote kwenye mgao na ukuja, na ni waziri, unikumbushe. Lazima nitoe pesa. Na inawezekana zitasaidia hata kutoa hukumu za kuzipata hizi trilioni 1 zinazokuja. So umesema bilioni 12. Bilioni ngapi? 12.3. Ni kuahidi kitu. Nataka nikuhakikishie ndani ya siku 5 nitakupa zote hizo bilioni 12.3. Ila hizo kesi za watu waliokwepa zile in 5 days ninakupa hizo fedha. Na Chief Secretary, kwa sababu huko hapa, Chief Secretary, toa instruction kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha zipatikane hizo fedha. Ikiwezekana hata kesho kutwa wapelekewe. Alafu kazi ibaki. Ndio faida ya kuwa rais, mzee wangu.
Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji wote mlioko hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa viongozi sana mliohudhuria hapa. Niliona nizungumze haya ambayo nilitaka kuyazungumza. Mnisamehe sana kama kuna mahali nimewakwaza. Lakini nilitaka nizungumze yaliyomo moyoni mwangu. Hotuba yangu iko hapa, sikuyaweka sana. Unajua ukifuata sana yanayoandikwa humu, utasoma hotuba ya yule aliyekuandikia, sio hotuba yako. Na mimi nilitaka nitoe hotuba yangu ili muhimili huu muhimu wa mahakama unielewe, ili twende pamoja. Tuna lengo moja kubwa la kuijenga nchi yetu, kuijenga Tanzania mpya, Tanzania yenye maendeleo, Tanzania isiyo na kero, Tanzania yenye amani, Tanzania inayozingatia sheria. Kwa sababu hata kauli yangu ya hapa kazi tu, hata kwenye maandiko wanasema na asiyefanya kazi na asile, na asipokula si maana yake afe. Kwa hiyo ninaamini kwamba ushirikiano wa serikali yangu ninayoiongoza, nataka niwahakikishie na nikuhakikishie Mheshimiwa Jaji Mkuu, tutakupa support yote ili hii mikwamo iweze kuisha. Lakini na yale na mimi niliyoyasema basi na mimi unizingatia hayo angalau kwa kuyatekeleza, ili twende pamoja kwa faida ya nchi yetu. Mwisho, napenda kuwatakia watumishi wote wa mahakama na wadau wote wa utoaji haki kazi njema mnapoanza shughuli za mahakama kwa mwaka huu wa 2016. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki wafanyakazi wote wa mahakama. Asanteni sana, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Niseme tu kwa dhati, Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimefurahi sana kunikaribisha ili nije nishiriki na ninyi kwa mara ya kwanza katika siku hii muhimu. Lakini nimshukuru pia Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha kumaliza uchaguzi salama, na niwashukuru ninyi hasa vyombo vya mahakama na vya kutoa haki, kwa sababu iliwagusa mioyoni mwenu na kutoa haki ya mimi kuwa rais wenu wa awamu ya 5. Kwa hiyo natoa shukrani sana. Lakini pia Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama kwa ujumla, napenda niwashukuru kwa kazi nzuri mnayoifanya. Ukweli kwa ujumla wenu na kwa asilimia kubwa mnafanya kazi kubwa sana ambayo wala haina complication. Tulipokuwa tumekaa pale nilikuwa nakuuliza, siku hii na yenyewe inaonyeshwa live? Ukasema hapana. Nikasema kwa nini ninyi hamtaki kuonyesha live? Mkasema mnataka mzitumie hizo hela za kuonyesha live kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Hongereni sana. Kwa sababu hapo nazungumza bilioni 3 kwa ajili ya kushughulikia kesi za uchaguzi. Lakini katika vipindi ambavyo tunaonyesha katika kipindi kimoja kwa wiki 2 au zaidi, ukionyesha live coverage unatumia bilioni 4. Kwa hiyo kwa busara ya kawaida tu ni vizuri uzikate kule milioni 4 za kuonyesha live, uzipeleke kule zikatoe hukumu kwa kesi za uchaguzi za waheshimiwa wabunge.
kwa sababu kupanga ni kuchagua. Na inawezekana mngependa pia hata mnavyotoa hukumu zenu kule muwe watu wanaona live. Lakini kwa mtu ambaye anajua anazingatia maadili yake na hasa anatumikia nchi maskini ambayo ina shida nyingi, unakuta wananchi wa Morogoro leo hawawezi wakasafiri kutoka Kilombero kwenda Ifakara kwa sababu hakuna communication. Na ni kwa sababu tu labda zimekosa shilingi milioni 900 za kumlipa kandarasi ambaye anatakiwa kujenga pale. Umeelezea hapa shida ambazo mmezipata mahakama, kwamba kwenye mwaka 2013 zilitengwa zaidi ya bilioni 26, baadaye zikapandishwa zikafika mpaka bilioni 41 kwenye bajeti iliyopita. Baadaye zikashuka chini kwa 70% zikawa bilioni 12.3, nazo hamjapata hata senti 5 leo. Kwa kiongozi uliopewa kuongoza nchi yenye changamoto za namna hiyo, ni lazima ukae na kufikiria ni wapi pa kupeleka na wapi pa kunyima. Na ndio maana nasema kwa dhati kabisa, Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama, mnafanya kazi ya Mungu. Mnafanya kazi kwa ajili ya Watanzania. Imagine mtu hao amekaa mahakamani kwa miaka 10. Maamuzi hayajatolewa, ni kwa sababu tu pamekosekana haki yake, na baadaye baada ya hukumu aonekana ameshinda. Hata kwa malaika tunaweza tusisamehewe. Kwa hiyo ndio maana nimeanza na kuwapongeza kwa kazi ngumu mnazozifanya katika mazingira magumu, lakini kwa faida ya Watanzania. Mimi sio mwanasheria, lakini ninazipenda sheria, kwa sababu nafikiri hata Mungu anapenda sheria. Ndio maana aliweka amri 10 akampa Musa ili sheria zikatekelezwe, ingawaje watu hawataki kutekeleza sheria. Lakini sheria ni sheria, na sheria ndio mahali pekee pa kuweza kutoa haki. Na ndio maana Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimeanza kwa kuwashukuru sana kwa kazi ngumu mnayoifanya, lakini siku zote mmekuwa mkimtanguliza Mungu ili haki za Watanzania, watu wa Mungu, waweze wakazipata mapema na kwa haraka. Na ndio maana katika takwimu zako umeeleza ni kwa namna gani mmehangaika katika kutoa haki, kwa kutoa maamuzi ya haraka, na ukatoa hata masharti kwamba katika mahakama za mwanzo angalau kila mmoja minimum au ametoa maamuzi 260. Wako waliojitokeza wametoa mpaka 900. Lakini nataka nikueleze Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ni majipu hawa ambao hawakufikia 260 ndio majipu yako ulionayo ambayo unatakiwa uyashughulikie. Kwa sababu ninafahamu ninyi pia sio malaika. Kuna binadamu, na katika binadamu pia wanaweza wakajitokeza wengine ambao watakuwa wanaharibu kazi nzuri ya mahakama mnayotaka kuifanya. Haingilii akilini wewe Jaji Mkuu ambaye hata mimi uliniapisha, unatoa maagizo kwamba angalau kesi 260. Halafu mtu huyo huyo anapinga agizo lako na bado unamwangalia tu, halafu leo unasema umempa siku 7. Sasa sina uhakika hizo siku 7 atazihukumu hizo kesi 260. Ninachotaka kukuomba, wale waliohukumu kesi 900, hata mimi nawapongeza sana. Lakini wale wanaoharibu sifa nzuri ya mahakama, ninaomba Mheshimiwa Jaji Mkuu uanze kuchukua pia hatua. Uanze pia kuchukua hatua.
tusipochukuliana hatua hakuna kitakachofanyika. Hata mimi ninapochukua hatua zingine humu serikalini, msifikiri mimi ni mnyama sana. Na ndio maana Mheshimiwa Jaji Mkuu, ninazungumza kwa dhati kabisa na kwa uchungu mkubwa. Mahakama pia mtusaidie. Ninatoa mfano kwa hapa tu Kisutu ambapo ni Dar es Salaam. Kuna kesi 26 ambazo wahusika walishikwa wakiwa na nyara za serikali. Wengine meno ya tembo, wengine kadhalika red handed. Kesi zile zimechukua zaidi ya miaka 5 hazijapata maamuzi, na katika maelezo yanayotolewa ni kwamba upelelezi bado unaendelea. Wapelelezi polisi wapo, DPP yupo, na wameshikwa watu red handed, lakini upelelezi bado unaendelea. Upelelezi unaendelea. Upelelezi unaendelea. Kwa hiyo unaona dhahiri kwamba inawezekana yule jaji alitaka kutoa hukumu, lakini DPP pamoja na polisi wanaohusika kupeleleza kila siku wanasema upelelezi unaendelea. Atatoa judgment gani? Kwa hiyo unaweza ukaona tatizo napo liko mahali gani. DPP huko hapa, upelelezi uishe. Ukimshika mtu red handed, mpeleke huko siku hiyo akafungwe. Unahitaji upelelezi gani? Umemshika na meno ya tembo anayo mkononi, umemshika red handed, bado unazungumza kupeleleza. Unapeleleza nini? Au unatafuta rushwa? Ninayazungumza haya ili vyombo vyote vinavyohusika katika kutoa haki vitimize wajibu wao. Tukifanya hivyo tutaisaidia hii nchi. Hata malalamiko haya Mheshimiwa Jaji Mkuu nayo yatoa ya kukosa development fund, mimi ni kuombe basi leo katoe hiyo hukumu za hizo kesi 422. Robo ya fedha hizo nitazileta mahakamani. Kafanye operation hiyo trilioni 1, uitolee maamuzi, watu walipe hizo fedha. Ninakuahidi na ninasema kwa dhati, jua linawaka. Katika trilioni 1 hiyo, bilioni 250 nitazileta mahakamani, ili kusudi tubaki na bilioni 750 tukanunue ndege za serikali kwa ajili ya kuwa na Air Tanzania yenye uhakika. Lakini wale wafanyakazi wa Air Tanzania wale wote 200 tuwaretrench, waondoke moja kwa moja. Ninazungumza hivi waheshimiwa kwa sababu nataka mabadiliko. Haiwezekani nchi kama Tanzania ina kila kitu, haiwezekani ikawa nchi maskini. We are supposed to be donor country. Tumebaki kuomba misaada wakati kila kitu tunacho. Tanzanite iko Tanzania tu, lakini wauzaji wakubwa wa Tanzanite duniani ni India, wanafuata na Kenya. Tuna ugonjwa gani? Shetani gani huyo ambaye tukaombe angalau aondoke kwa Watanzania? Kama ni kushindwa basi ashindwe akalegee moja kwa moja, ili Watanzania tuweze kufaidi na nchi yetu tuliyopewa na Mungu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, inawezekana anaingia kwenye direction ambayo hukuitaka sana, lakini nataka niseme tu, kwenye mahakama za ardhi kuna kesi zaidi ya 556 ambapo msajili
ameshindwa tu kuandika barua kwamba haya mafaili na yaleta kwenye mahakama kuu. Na kesi hizo zingine zimechukua miaka 10. Waziri wa ardhi yupo, katibu mkuu wa ardhi yupo, kamishna wa ardhi yupo, msajili yupo. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo ninyi mahakama kuu mnashindwa kutoa judgment huku kwa sababu mafaili hayajaletwa na msajili wa Wizara ya Ardhi kuleta yale mafaili, kuyaleta tu mahakamani kusudi yakachukuliwe na yatatuliwe na haki itendeke. Hii ndiyo Tanzania. Hii ndiyo Tanzania. Juzi nilikuwa nazungumza, tuna mabenki zaidi ya 54 hapa katika nchi hii. Machifu executive wa wizara mbalimbali wanakaa na fedha. Katika fedha ambazo wanazikusanya zingine ni za serikali. Zile fedha wanaziweka kwenye akaunti za benki za kibiashara. Ukichukua fedha zote hizo zilizowekwa ni zaidi ya trilioni 1.6. Yale mabenki yanachofanya nikichukua hizo fedha za serikali zilizowekwa kule, wanaenda kukopa treasury bills kwenye BOT. Kwa hiyo serikali inafanya biashara na fedha zake. TANESCO wana bilioni 169, TANAPA wana bilioni hijui ngapi, TCRA and so on and so on. Na fedha zilizobekwa kule kwenye mabenki, kuna fedha zingine zimewekwa wala haziingizi interest. Kwa hiyo wanakaa watu wanagawana kwa kuzungumza kwao, na ndiyo maana kuna watu wanajilipa mishahara mikubwa. Mahakimu huku wanahangaika, hawana hata pikipiki. Wapo watu wanaolipwa mishahara mpaka milioni 35 kwa mwezi. Wewe mtoa haki ulisema 260 na wao wengine wakakomea hata less than 100. Unawabakiza wa nini? Huruma hii ndiyo inajipaka matope mahakama. Nimeenda Arusha, watu wanalalamika nina nani yangu ya mirathi. Watu wanateseka, na hasa kwenye mahakama za mwanzo. Mahakama za mwanzo ni kilio. Lakini inawezekana tumeweka watu ambao hawana qualification, tunawabeba tu. Wakati kwenye field wako wengi waliosoma, hatutaki kuwaajiri. Na vijana wanalalamika hawana employment. Wewe umekaa na watu kule ambao unawabeba tu. Na hata kuhukumu hawawezi kuhukumu kwa sababu they don't have qualification. Upstairs they are not fined. Ni tabula rasa. Sitaki kuingilia mahakama kwa sababu mtaanza kusema ameingilia mahakama. Mimi ninasema yanayonigusa kwenye moyo wangu, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni lazima tufike mahali tuamue kwa ajili ya mstakabali wa nchi yetu. Nchi yetu ni muhimu kuliko kitu chochote. Na ndio maana saa nyingine nafikia kila siku tunaidiwa vya ahadi vya ajabu na vyenye masharti ya ajabu. Nimeamua nchi iende. Na itaenda. Anayefikiri hata ikwamisha atakwama yeye, kwa sababu Mungu yuko pamoja na mimi. Na watu ninaowategemea sana ni mahakama. Mahakama unafunga kila mmoja. Hata rais nikitaka kufungwa na mahakama anafungwa. Mbunge anafungwa, nani anafungwa? Ninyi ndio wenyewe. Na ndio maana nguo zenu labda nyekundu, maana yake damu hiyo. Na mimi leo nimejaribu kuigaiga kidogo nikavaa angalau tai nyekundu. Lakini mahakama zetu tukisimama imara kwa ajili ya masilahi ya nchi yetu, tutakwenda. Na mimi nakuhakikishia Jaji Mkuu,
Kweli nasema fedha za development nitawapa. Na Mheshimiwa Mwakembe uko hapa leo. Katika budget ya mwaka huu lazima tuweke fedha nyingi kwa ajili ya mahakama. Halafu washindwe wao, mwaka kesho nitasema hapa. Niliwapa hela kiasi hiki, tena nitawapa kuliko budget zote ambazo mmepewa. Kwa sababu makusanyo yapo. Wakwepa kodi lazima walipe. Hata kwenye maandiko anasema ya Kaisari, mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Hata Marekani wanalipa kodi. Leo nilikuwa naangalia kwenye taarifa ya habari, mchezaji mmoja jiwa wapi amekwepa kodi, amehukumiwa kufungwa. Sisi wakwepa kodi hawafungwi. Akitoka natoka kule alafu anaanza kutamba na fedha zake. Ifike mahali mahakama mtusaidie, muwafunge wakwepa kodi. Ni lazima tubadilike. Lakini pia kama mtu amekwepa kodi mmoja, halafu wengine wanalipa kodi na wanauza bidhaa hiyo, it's not fair. Kwa sababu hata competition ya wafanyabiashara inakuwa ni fair. Yeye ameleta kwa kukwepa kodi, halafu mwingine amelipa kodi. Aliyekwepa kodi bidhaa zake atazishusha chini. Akishashuka chini, huyu mwingine hatafanya fair competition. Kama hataki kufanya biashara, aache. Wafanye wanaotaka kufanya biashara, lakini na serikali ikusanye kodi yake. Kwa hiyo mimi nawategemea sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na mahakama. Kweli nawategemea. Maslahi yenu mimi wala sina tatizo. Sijui magari, sijui mshahara kupandisha, sijui nini. It's not an issue. Kwa sababu si ninyi ndio mtatusaidia kuzipata. Kwa mfano hiyo trilioni 1 nikiipata baada ya siku 5 ikapatikana, una bilioni 250 mimi nakupa. Hukumu tu haraka walipe. Document zipo, mtu anakwepa. Kwa hiyo saa nyingine tunajiumiza sisi wenyewe. Panakuwepo na mtu mmoja, kesi kila siku inapigwa tarehe. Mara hakimu anaumwa, leo hajisikii, leo ana family problem. DPP naye bado tunaendelea kupeleleza. Polisi naye hivyo. Tunabaki kuwasumbua tu watu wa magereza, kila siku kuwabeba, kuwapeleka na kuwarudisha. Halafu tunatumia hela kwa sababu kila mwezi lazima nitenge bilioni 1.7 kwa ajili ya chakula cha magereza. This is our country. Tunatakiwa tuibadilishe sisi. Tusitegemee mtu mwingine kutoka nje wa kuibadilisha Tanzania. Kila mmoja ajikomiti katika mahali pake alipo. Kama ni jaji, toa hukumu kweli haraka. Kwa mfano wale waliohukumu wakatoa maamuzi zaidi ya kesi 900. Niletee majina yao na mimi niwaandikie barua ya kuwapongeza. Na hiyo ndio motivation. Na hata kama ni kuwaongezea mshahara, hao ndio wa kupromote. Nchi yetu hii tuna majaji wazuri mno. Lakini saa nyingine tunawa discourage wakishamuona mwenzake anafanya ya ajabu. Yeye kila siku anahukumu kwa msimamo mzuri, mwenzake anafanya mambo ya ajabu. Na ndio maana hata majaji hao waliostaafu ukiwaona ni wembamba tu kama mimi. Namuona Jaji Msumi yuko hivyo. Jaji yani hivyo. Mheshimiwa Jaji Bomani yuko hivyo. Hata ukimwangalia jaji aliyesimamia uchaguzi wa Tanzania, alimtanguliza Mungu, wakamwekea maneno mengi kwenye mdomo, lakini akasimama imara. Na mimi nikapenyeza nikawa rais. Who I am.
ingawaje najua nakipata cha moto kwa sababu kazi ni ngumu kweli. Mheshimiwa Jaji Mkuu, to the same country, the same country, the same people. Kwa hiyo kinachofanyika, haya mabenki wala hayajali kukopesha watu wa kawaida ili business iende kama kawaida, kwa sababu they do a big business with the BOT kwa kutumia treasury bills. Kwa hiyo ikihitaji hela kuuza kwenye mabenki haya, hayo mabenki haya yakihitaji kununua fedha BOT, yanatumia hizi hela zilizowekwa na machifu executive. Kama ni za TANAPA, hizo ndio zinatolewa, zinakwenda kununua huko, wanapata interest. Serikali ina move with its own money. Nilisema hizi hela zote zinafunguliwa account moja kwenye BOT, full stop. Na hata mawaziri, Mheshimiwa Mwakembe anafahamu, zipo wizara zilizokuwa na fedha nyingi za retention. Nikawasikia juzi mmoja analalamika na mwingine hivi, nikamwambia alete barua yangu ya kuresign aondoke, hela hizi tunazishika. Hakuleta barua ya kuresign, maana yake amekubali hela ziwe monitored na BOT. Ili kusudi hela yetu tuielewe, itumike kulingana na maslahi ya Watanzania. Kuna shirika moja sitaki kulitaja hapa, lina bilioni 338. Limegawanya kwenye mabenki mbalimbali. Sasa kwa utaratibu huu, na kwa sababu they have money, wanaweza kudecide chochote na kuiumbisha serikali. Na ndio maana nilipokuwa nikifungua bunge nilisema tafadhali sana, my dream ni kuwa na mahakama ya hawa watu. Sasa sina uhakika kwa vile hawa ni mamilionea sana, kama hawa tawakolapti walioko kule watakao kuwa wanahukumu. Lakini angalau nina imani na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu. Harakisheni kuunda hii mahakama. Wala hatuhitaji kwenda mpaka kwenye bunge na kufanya mabadiliko. Kama tuna mahakama ya kitengo cha ardhi, kama tuna mahakama ya kitengo cha biashara, kwa nini tusiwe na mahakama ya kitengo cha mafisadi? Twende haraka, huu muda tunaochelewa wanaichezea hii nchi. Mumenichagua kuwa rais wenu, niliahidi nitasema ukweli, na huu ndio ukweli nao usema kwenu. Huu mkate mdogo unaopatikana kwa ajili ya Watanzania ni vyema uwanufaishe wote, bila kujali dini zetu, makabila yetu, vyama vyetu, wote wafaidi na hii rasilimali ya Watanzania tunayoipata. Kwa hiyo ninapojaribu kuchukua hatua, ndugu zangu, Mheshimiwa Jaji Mkuu na waheshimiwa majaji, mimi sio kichaa. Mimi sio dikteta. Lakini angalau nataka nifanye sadaka yangu kwa kipindi nitakachokuwa naishi hapa duniani. Inawezekana hata baada ya kufa naweza nikawa hata rais kule wa malaika kidogo na kufungua. Kwamba ulitimiza wajibu wako. Mheshimiwa Jaji Mkuu, najua mengi ambayo nitaka niyazungumze leo, lakini nataka nikuhakikishie yale maombi yote uliyoyatoa hapa nitayazingatia. Umezungumza mengi ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wako. Umezungumza kutaka kupata fedha za development za kutosha ili ufanye kazi. Na kwa sababu wewe umejipanga kwa ajili ya hapa kazi tu, ni lazima nikusupport. Lakini na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu, naomba unisaidie kitu kimoja.
katika mahakama mna kitu kimoja ambapo huwa mnatumia fedha kwa ajili ya kuwasomesha wafanyakazi wenu. Ni kitu kizuri, lakini inawezekana pia mnajipa mzigo ambao sio wenu, kwa sababu kwa sasa hivi mnasomesha karibu wafanyakazi 540. Ukisomesha wanafunzi 540 na wengine wapeleke chuo kikuu, wakati kuna bodi ya mikopo ambayo ninaipelekea hela mimi kwa ajili ya kusomesha Watanzania, ni matumizi mabaya ya pesa. Wale wenye qualification wanaotakiwa kwenda kusoma, leta orodha yao wakasomeshwe kwa mkopo wa bodi ya shule, ili hizi fedha unazozitumia wewe kidogo kwa ajili ya kuwasomesha hawa ukazitumie kununua magari kwa hao mahakimu wanaopata shida, ukatumie kubadilisha system badala ya kutumia mafaili. Halafu mtu mmoja kalani akitaka kupoteza faili anabadilisha tu direction, analitoa hapa analiweka hapa, ni chumba ni hicho hicho, mtalitafuta mwaka mzima hamtaliona. Sasa hizo fedha ambazo ninyi mnazitumia kwa ajili ya kusomesha, na inawezekana wengine ambao si watu wema, anaamua kumsomesha mtu mwingine, anaweza akamsomesha kuanzia darasa la 7 akampeleka mpaka form 4, akamaliza akampeleka mpaka chuo kikuu, wakati nje ya mahakama kuna watu waliomaliza chuo kikuu wenye degree za law na masters wanazunguka wakitafuta kazi, wamekosa. Wapo. Na ungetangaza leo, wewe niruhusu Mheshimiwa Jaji Mkuu niseme tu hata leo, wanaotaka ajira wenye degree, first degree na second degree ya law, utaona ofisini pale watajaa. Kwa hiyo hata wale walioshindwa kuhukumu kufikia lengo ulioliweka, mimi ni mpole kweli, lakini nafikia mahali pengine ni lazima ufanye. Inafika mahali lazima ufumbe macho useme lazima nifanye, kwa sababu yanayofanyika ndani ya serikali ni ajabu sana. Niwatolee mfano tu, na ni lazima niseme tu kwa sababu ni lazima niseme haki. Ninyi wote hapo inawezekana mnajidai mna vitambulisho vya taifa, lakini hebu mcheki vitambulisho vyenu vya taifa kama vina signature zenu. Kama atasimama hata mmoja hapa mwenye kitambulisho cha taifa chenye signature yake, anyoshe hapa mkono. Hakuna. Lakini vitambulisho vilivyotolewa na Mheshimiwa Jaji Luvuva vina signature zetu. Yeye kwa fedha ambazo ni chini ya bilioni 70 ametengeneza vitambulisho milioni 22.7. Huyu kwa fedha bilioni 179.6 ametengeneza vitambulisho havikufika hata milioni 2. Kwa hiyo unapoamua kuchukua maamuzi, kwa sababu kuna watu walifikia nchi ya ajabu sana. Siku naingia madarakani ilikuwa ni shida kulipa mishahara ya watumishi, lakini kule macontainer TPA yanapita bila kulipiwa ushuru, na inawezekana hata tukiwaleta mahakamani mtawaachia ninyi waheshimiwa majaji.
Na ndiyo maana unaweza ukasimama mahali ukaona namna gani ugumu wa kuongoza nchi ambayo imeingiliwa na wadudu wa kila aina. Na ndiyo maana siku zote ninakuwa nasema, ndugu zangu, mniombee. Na wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu, pamoja na kwamba una nguvu za kuhukumu, na mimi pia uniombee kabla ya kuhukumu. Kwa sababu tuna changamoto kubwa katika nchi yetu ya kuweka maadili yaliyo mema. Wako watu wanacheza na pesa kama wanavyotaka, na wapo watu ambao ni maskini sana katika nchi hii. Wako watu ambapo wakati wa bodi wanapoamua kukaa, wanaona hakuna hoteli yoyote hapa Tanzania ya kuweza kukaa wakati wa bodi, wanakwenda Ulaya kwa ajili ya bodi zao wanazokaa. Wakati mahakama ya Loliondo uliozungumza haina hata mahakama. Wakati hakimu hakuna hata pikipiki. Wakati kuna watu hata kupata mlo wa kwanza ni shida. Ndiyo nchi hii tulipofikia. Na ndiyo maana ninaomba mahakama, watoa haki mahali popote, kwa sababu mwenye uwezo wa kuhukumu humu duniani ni majaji na mahakimu, ukiacha ile hukumu inayotolewa na Mungu. Kwa hiyo ninyi mnamwakilisha Mungu katika dunia na katika nchi yoyote. Toeni hukumu kwa haki, lakini kwa hawa ambao wanaweza kuifikisha nchi mahali pabaya, toeni hukumu haraka. Na watu wenye hela wana mbinu nyingi. Ukimwambia kudhaminiwa hata kwa bilioni 5, watajitokeza wengi wa kumdhamini kwa bilioni 5 kwa sababu ameiba bilioni maelfu alionayo. Kwa hiyo ni waombe waheshimiwa majaji, waheshimiwa mahakimu, muitangulize Tanzania kwanza. Mkiitanguliza Tanzania kwanza, na hasa tunapoanza mwaka huu mpya wa mahakama, tutaweza kufika mbali. Na tutaweza kuwasaidia Watanzania wengi. Leo hapa Mheshimiwa Jaji Mkuu, nikitoa tu mfano, kuna kesi 442 za watu waliokwepa kulipa kodi serikalini. Zile kesi kama zingeamuliwa, gharama yake ni trilioni 1. Kesi hizi zimekaa tangu mwaka 2010 mpaka leo 2015. Na ile imejenga mazingira TRA wanapokwenda kumtafuta mfanyabiashara kusudi alipe kodi, anakimbilia mahakamani. Na mahakamani haziamuliwi. Kwa hiyo serikali sasa hivi tumekosa trilioni 1. Bajeti yako ungehesabu zile bilioni 40 zinaingia ngapi kwa trilioni 1. Lakini trilioni 1, hata kama ungeamua Tanzania tuwe na shirika la ndege letu linalojitegemea, mkienda leo mkagugo, thamani ya Airbus moja mpya brand new yenye kubeba watu kati ya 120 na zaidi ni dola milioni 90.6. Kwa hiyo ukizidisha kwa exchange rate ya sasa hivi, maana yake ni bilioni 140. Kwa hiyo trilioni 1 unaweza ukajua tungekuwa na Airbus ngapi mpya tumezishusha hapa. Maana yake tungekuwa na ndege zaidi ya 6 mpya. Na hizi ndege tungeamua sasa, badala ya kuwa msafiri anayekuja kutalii Tanzania lazima ateremkie Kenya kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa kule, angeteremkia moja kwa moja Kilimanjaro na tukapata utalii. Kwa sababu akishateremka uwanja wa Jomo Kenyatta ataanza kuwaona wanyama wako pale pale. Hahitaji kuja huku kwa ndugu zangu huku. Anarudia pale pale.
na wangekuja moja kwa moja, maana yake uchumi wetu ungepanda.